Nataka munisikize ndugu zangu, kaka zangu, mjiulize, wakati tulishinda katika uchaguzi na tukaanza kazi na tukaendelea, nataka niwaache na haya. Ni kitu gani hiki Mheshimiwa Rigathi Gachagua alifanya haraka hivyo? Mlielezwa ni nini? Akatolewa kwa ofisi na madharau. Mimi nimesimama hapa, nataka niwaulize kwa unyenyekevu, kama mshaisikia Ndindi Nyoro akikosea heshima kiongozi yeyote, kwa sababu hiyo siasa sio siasa naonaga ikiwa mzuri. Nikitaka mjiulize aliwaeleza nini iliendelea hapo. Mjiulize tu wenyewe. Mheshimiwa Mithika Linturi alikosa kiti chake cha ugavana kule Meru kama tunafanya kampeni, kwa sababu alijitolea kwa kufanya kazi ya kutafuta kura. Nataka mjiulize, Mithika Linturi alifanya jambo gani? Mshaisikia chochote? Jambo lingine ningetaka niwaulize kaka zangu, dada zangu, Mohamed Ali, mimi nilikawa katika kampeni kule Pwani, alishikilia sisi mpaka akakona kwa kampeni, kwa sababu kampeni ni kazi kubwa sana. Nataka mjiulize, Mohamed Ali mshaisikia amekosea yeye heshima? Mjiulize kitu gani ilifanyika. Mjiulize, Mheshimiwa Aisha Jumwa, shakazi wa taifa, akashikilia kule Kilifi mpaka akakosa kiti chake cha ugavana. Nyinyi wenyewe mjiulize, mshaiambiwa mashida yake ni gani? I want to plead with you. Kenyans have no problem with the president. It is him who has a problem with Kenyans. Ako na shida na Wakenya wote. Wacha niendelee. Mimi nilikuja mpaka huko, na katika kampeni tulikuwa tunawaeleza nini? Stima itakuja hapa, maji itakuja pale. Nataka niwaulize, imeletwa? Jambo lingine, na hizo kaunti nilitaja naelezea. Last year mkaona kiongozi wenu Mheshimiwa Gideon Moi, wakati kulikuwa na uchaguzi kule Baringo, nyinyi wenyewe kaka zangu, dada zangu, mkamuona amepigwa picha wanatembea huko na suti mzuri, na mkasema, oh, what a good thing when brothers are working together. Nataka niwaulize kaka zangu, dada zangu, nyinyi mkiangalia yeye na Gideon Moi, nani alihujumu mwingine? Nyinyi mkiangalia maneno waliongea kwa pamoja, nani hakutimiza upande wake? Sasa mimi nataka niwaeleze kama kaka zangu, dada zangu, kuna mambo najua na tutakuja kuwaeleza, because we will not allow any part of Kenya to be used as a human shield by any politician. It is very very clear, kama Wakenya wangekuwa na shida na yeye hawangempea kura. Yeye pia kuna shida na Wakenya. Mambo Wakenya waliambiliwa hakuna. Nyinyi wenyewe mkaambiwa, oh, unakuja kuniona hapa kwa boma. Sitataja, mnaijua. Na ile ingine boma ingine. Niwaulize, mnaonaga watu kwa hizo boma? Mimi nataka niwaeleze, Kenya ikikombolewa na Kenya ikiendelea mbele, inasaidia Wakenya wote. Let us not get used by leaders, wakati mambo yao imefeli ya kutekeleza, wanajificha nyumbani. Na ndio maana mimi nitakuja hapo. Yule kijana wenu alizunguka Kenya, ndio huyu bado kijana wenu sasa. Na nitakuja huko niwaeleze kinagaubaga, because I want all of you tushikane mkono na Wakenya wengine wote. Mtu akifeli ni yeye amefeli. Kenya ikienda mbele, sisi wote tunaenda mbele. Na ndio maana nilikuwa nimetaja hizo counties, kwa sababu najua sisi kama viongozi tunajua hiyo mbinu ya kujificha na kujificha na wale wanatoka karibu na kwenye tunatoka.
We want a country that has no place for bigotry and negative ethnicity. We want a united Kenya. The problems we are having, zingine sikufafanua sana kwa sababu ya muda. They require a country that is united and pulling in one direction. Na hayo mengi, mimi nataka niwashukuru sana wa Kenya. Na nataka niwatolee kofia kwa kutusikiza. Na niseme pole, nilikuwa naongea sana, saa zingine mnaona ni kama hasira. Ni kwa sababu kwa kweli niko na hasira kwa moyo wangu. And I know for sure, as leaders, if we do the right thing, our country is so blessed to serve all of us. So nawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu awabariki. Ningetaka niite Bishop hapa tena aseme machache tu na tuombee, tufunge, alafu sasa ndio tupate muda wa kwenda nyumbani. Thank you very much. May God bless you. People's Party leader, Leader Yoro. I think I don't need to beat my chest. You know how far we go, so God bless you. Over the years, I managed to have the privilege to be among the key advisors of this gentleman. And I can tell you, wisdom is in this house. If you are a young person and you are not in support of a young person like this leader, now I want to take 2 or 3 minutes because the assumption is always, and which I told him because as he called me today, I had my own programs that I was doing, but based on our relationship, I felt I should come and be part of this thing. So I would like to say the following, as I told him. In the recent past, anytime you hear the word pastor, we are called to pray for food, we are called to begin a program, and we are called to end a program. And so what I decided to do, apart from studying theology, I went to school and studied leadership and governance. In the few 2-3 minutes I'm going to take to present my case, I would request every single person to kindly listen to the elderly leaders and to the young leaders. In 2015, China started something called Made in China 2025. It was a program where they wanted to make sure that in the next 10 years, they wanted to rule in 3 different sectors. Number 1 was what you call green energy. Number 2 is what you call electric cars, which is where you get the BYD, build your own dreams, and stuff like that. 10 years later, and number 3 was the fishery, Made in China 2025. Please, I would request you to listen. Very important. 10 years later, the 3 leading solar power grids in the world are from China. One of them can power the whole of Norway. 10 years later, the biggest manufacturers of electric vehicles are from China. It is said that every single 2 minutes, China can assemble 1 electric car. 10 years later, if you go to the supermarkets, you have fish from China. What a shame. Can I tell you how China became China? How China dealt with corruption? They imposed what you call death penalty. Najua juhudi wa Kristo, ningetaka niwaeleze kitu moja. According to the King James Bible, which was written by King James in the 1500s, it was captured, thou shalt not kill. But when you look at the original interpretations, when you came to the NIV and the New Translation, it is actually the word murder. There is a difference between killing and murdering. Killing is a subject matter to offer justice, to offer accreditation to a specific thing that you have done. Murder is any death that does not have any accreditation. And what you're seeing in our generation is not killing, but murder. If a person comes here and you decide to defend yourself, have you killed or you have murdered? Have you killed or you have murdered? So my request is, as we keep going forward, because watu wamezoea kuiba vitu za Wakenya, me I would request that this same thing that China did ifanyike hapa Kenya. Unachukua kitu ya mtu, unasonga ukisonga.
We will not allow anyone to take the church for granted again. And as I was very clear to Honorable Ndindi Nyoro, if you are looking for a person to come and do an opening prayer, don't call me. Because 80%, in fact today I was telling people, Mount Kenya is not the biggest voting bloc. Stop lying. Neither is Western, neither is Central or Eastern or there. The biggest voting bloc is the Church of Jesus Christ. For a long time you have come to our churches, lied to us, taken advantage of our people, and not done what is qualified. Let me say this on behalf of the church. Haitawezekana tena. If you say you will do something, you better go ahead and do it. Simple and clear. I would request the government that is coming into power, and I would request our leaders, especially I'm seeing, you know, the fact that I'm a young person, according to 1 Timothy, the Bible says, do not let anyone look down on you because you are a youth. 35 years and below make up almost 76% of this nation. It means without even the fathers, we can choose the nation and where we want to take it. So I want to request the young people, instead of being on TikTok and abusing each other, be where the action is. Jitume alafu utatumwa. Ninge request sana, let us look at the future, because the future of Kenya is love, the future of Kenya is joy, the future of Kenya is peace. Lastly, looking at what happened yesterday in Homa Bay, what a shame. Can I ask you Kenyans, huyu mzee si anaweza kutuzaa sisi wote? Wengi wenu anaweza wazaa baba zetu, baba zenye wametuzaa, si anaweza wazaa? Hata kama uheshimu mtu for their political affiliation, don't we have the fear of an elder? Is he not the highest, the most oldest serving elder in this nation of Kenya? Ni mjinga huyu mzee. Mzee, hebu tuambie kweli, wewe unaweza kuwa mjinga na wewe ni senior council? Sasa wewe ukichukua mawe, una hata shilingi moja, alafu unatupia mtu wako na degrees, PhDs, nani mjinga? Mawe. Si wewe mwenye mawe? We want to take this nation forward, and no one will stop us from taking this nation forward. No one will take advantage of the church again. No one will take advantage of the people of Kenya again, and God help you if you try. Tutapatana mahali tutapatana. Asanteni sana. We are going to finish by a word of prayer.